Sasa mdogo wangu bwana, kama nilivyokueleza, mimi nilipeleleza kwa shemeji yako, nikaelekezwa mpaka nikafika. Kufika kweli shemeji yako nikamkuta. Kamwambia ingia ndani tuondoke. Ile kaingia ndani tunatoka, akaja mshikaji mmoja hivi. Ana milasta mpaka humu afu mweusi hivi, akasema, "Oh, hapa haondoki mtu." Kamwambia, "Hapa haondoki mtu vipi? Mimi nimemfuata mke wangu, nataka nirudi naye wapi? Nyumbani." Basi pale mwanangu mambo yakawa mengi. Tukaanza kupigizana makelele pale, kuanza kusukumana. Mwisho wa siku shemeji yako akarudi wapi? Akarudi ndani. Shemeji yako kuingia ndani, tukaanza kulumbana mimi na yule mshikaji. Sasa mwisho wa siku mshikaji akaniambia, "Oh, mara mimi nitakuitia mwizi." Ikabidi nifanye nini? Niondoke. Lakini sasa mimi ninachotaka ufanye, nimekuita hapa, nataka nikuagize uende kwa huyo shemeji yako, nitakuelekeza. Nataka umwambie arudi hapa nyumbani leo. Akikataa niambie. Na maisha ya kibinadamu kuna leo kuna kesho. Akipata shida yule, ndugu zake watakuja kunilaumu mimi, kwa sababu kama unavyojua mimi kakako sijamuokota yule. Nilienda kumchukua kwao na nilimlipia mali na ndugu zake walinikabidhi. Kwa hiyo maisha yake yule ni zamana yangu mimi. Yule jamaa mimi simjui. Siku ikitokea shida, kafariki yule, kapata ajali kakatika mguu, ndugu zake watanilalamikia mimi. Ndio hivyo shoga yangu. Hata kama mengi kayafanya na nimesikia mengi, lakini mimi sijali wewe. Shoga yangu una moyo. Unajua una moyo? Kwanza ni ana nini hasa huyo mwanaume? Anachuma au anahesabu? Maana sitaki kuamini kwamba ni ngozi tu ndio kufanywa na maamuzi kama hayo. Yaani ningekuwa mimi nishamtimua muda sana. Yaani muda shamwambia yani aondoke sasa hata kumwona kama maisha yangu. Ila eti najua kabisa mtu anafanya ududu yake alafu anakuja tena huku kwangu. Roho moyo sina shoga yangu kwa kweli. Una mbingu yako dada. Dada usijimalize hivyo. Ushaye kupenda wewe? Au unaongea tu? Kwanza bwana mwenyewe ndio yule shoga yangu au mwingine. Maana kana zungumzia namjua yule kumbe na mwingine. Ni yule kila siku. Bocha mambo ya kwanza yote 9. Kama unaleta hapa ni hivi. Vipi sasa shoga yangu? Mchezo kesho Malume anapokea. Akitoka Malume unafuata wewe. Mipango ya hiyo hela shoga yangu. Kwani una mipango nayo sana hiyo hela? Yaani tena usiseme chochote. Yaani hiyo hela nina mipango nayo. Yaani nasitaki niifanyie masiala hata kidogo. Nina mipango yangu mwenyewe nimeipangilia, nikipata tu mipango yangu lazima ikamilike. Flora wewe nawe hela nyingi kama ile shoga yangu kwanza unajiweza. Unataka kufanyia kitu gani shoga yangu? Na yule jamaa inavyoonekana wanaishi kama mtu na mpenzi wake. Sijui unanielewa vizuri? Kwa hiyo mimi nachotaka leo arudi nyumbani. Sawa. Ni jambo zuri. Na mimi nitaenda nitazungumza naye. Nadhani jioni nitakuwa majibu. Hilo ndio la muhimu na hicho ndio ninachotaka. Sasa mimi naona muda hapo shakwenda. Kuna mtu hapa alikuwa anahitaji mkopo, nataka niende nikamtembelee kwake. Nikaangalie dhamana zake, kama atafanikiwa kupata mkopo nitampatia, jioni mimi ndarudi. Nadhani tutaonana, sawa? Basi sawa, mimi nimekuelewa. Kwa kuwa mimi sasa hivi naenda kazini hapa. Basi majira saa 7 hivi mimi nitaenda hapo. Basi haina shida. Acha mimi niende hivi nikaangalia hilo jambo. Baadaye mimi nadhani mimi na wewe tutaonana, tutajua kipi ni kipi. Sawa mdogo wangu? Nikipenda penzi laisha bila tapicha ya mwisho. Nikipata kazi mpya ofisi inafungwa kesho. Lakini na viatu vile vile natoka mtaani kisali pole pole. Sasa niumbie. Sema tu nataka kujua nini naenda kuifanyia hiyo pesa. Nataka nijue mimi shoga yako. Usiponiambia mimi utamwambia nani Flora wewe? Niambie labda na mimi unaweza kanigia idea jamani. Unajua nini dasi? Pale kazini kwangu nilikuwa nataka ninunue kifriji. Wateja wanapokuja pale, wanaposuka nini, wao wanapata kinywaji. Niweke zangu soda, vijuisi nini. Sina jua mwanamke kujiongeza. Na ningesema nitegemee tu kusuka tu. Naona nilipi yani. Kwa hiyo nilikuwa nataka niweke visoda, vinywaji hivyo. Hiyo idea ni nzuri shoga yangu, hapa umetoboa. Ndio maana yule bwana anakuganda.
kwa idea kama hizo za kujiongeza. Wewe nawe dasi bwana kakukaa. Yaani kwanza roho inaniuma, anakufanyia upuuzi na bado mundani unamleta Flora. Yaani natamani nimsubirie mimi aje hapa yaani ningemsuza na huu mdomo asingekuwa na hamna mimi. Sema ndio hivyo shoga yangu, mambo ya wawili hayaingiliwi na watatu, nitapata aibu mtu mzima. Sasa dasi nikisema nimuache nitaacha wangapi? Kwa hiyo kwa madudu yake unaona ni sawa tu shoga yangu kukufanyia ududu kama ule, unaona uko sawa. Yaani mtu kabisa unajua msana mwanamke mwingine bado unamkubalia. Wakuja kulete malazi hapo utaanza kukimbizana mtaani. Sijasema kama ni sawa. Ila nimemwambia kabisa nimemsamehe. Lakini akirudia tena, yaani hapo ndio nitakapochukua maamuzi magumu. Hautakuja kuamini dasi. Mimi nakwambia, mimi nyamaze tu. Wanaume niishe tu hapo. Kalete maji shoga yangu, mimi nijiondoke zangu kwanza. Ninywe maji hapa, nataka nipandishe huko kwa Masha kwanza. Naona ananichanganya. Na kweli na huo mdomo lazima kweli kukauke. Kalete tu maji. Habari mbaya inatupata. Kosi kaniandama. Nikitabasamu nanipata, lakini bado nainuka tena. Hata nikidondoka nacheka. Kosi sikukata, naendelea. Moyo bado hata. Ninavyozaida nimekuona. Mambo vipi lakini? Shwari. Sasa bwana, ukifika kwako, naomba kamuelekeze Messi kwamba arudi kwa bwana yake. Maana ameshatilinganya hapa mtaani. Mimi mpaka sura yangu sijui naiweka wapi. Kwa hiyo cha muhimu point of return, arudi wapi? Kwa bwana yake. Message sent. Afadhali. Maana sijawahi kuona faida ya yule demu pale nyumbani. Sijawahi kuiona kabisa. Yaani toka amekuja, sijawahi kuona. Yaani nikifika tu. Taarifa ya kwanza ni hiyo. Hiyo imeisha. Mimi nilikuwa ni mjumbe tu, nimeufikishia taarifa. Sasa kama ni mpira upo kwako, chenga afunga goli. Ukishindwa alama ni zako. Poa, haina noma. Sikukata, naendelea. Moyo bado hata. Wewe mwanangu, dada umemtoa wapi? Simjui. Sasa kama umjui unamletaje vipi kwangu? Yeye kaja tu asema kwamba ana shida. Hata kama ana shida, wewe unaangalia na watu. Nimetoka hapa, nimeenda kule kwake, vitu vyenyewe hana. Ana mtungi wa gesi, masufuria mawili, madumu ndani mengi, kigodoro cha mwanafunzi, nyumba inavuja. Yaani hata kupika inaonekana hapiki. Alafu anataka 500,000. Hela zingekuwa rahisi hivyo kila mtu shangekuwa nazo. Yaani hizo biashara mimi sipendi kaka. Si umenielewa? Mimi nilikuwa sijui kwa sababu yeye kaja analalamika nikamuelekeza kwako, ila mimi simfahamu vizuri. Uwe unaangalia watu wako wa kuniletea. Kwanza yule dada mwenyewe sawa kweli, dada mzuri kanyoka, lakini ndio haya analala chini. Hana chochote kile. Gesi yenyewe imemshinda kujaza. Hapiki, na maana yule pale sio anakaa tu kwa geresha, sijui pale sio kwake. Siku nyingine mtu unapomuelekeza kwangu, make sure unamjua. Kwa sababu atakapokuja kuzingua kulipa mkopo, mimi nitakuja kudili na wewe ili iwe rahisi. Sijui umenielewa? Sawa, mimi nimekuelewa, lakini mimi nilikuwa sijui. Wewe nenda bwana, ushanikela mimi. Mambo? Poa. Safi, habari? Salama. Uko poa? Niko poa kabisa. Ndugu yangu bwana, samahani. Kwa hiyo mdogo wangu, umetafuta namna kunikomoa, ukaona bora uchukue picha zangu weke status, si ndivyo? Ila jua, si binadamu mdogo wangu. Kuna leo na kesho. Utakuja kupata matatizo alafu mimi nitashindwa na kusaidia. Lakini yote kwa yote mdogo wangu, hii vita uliyoanzisha, ujue namna kuimaliza. Maana mimi sitokusamehe kamwe mdogo wangu. Yaani kwanza huo msamaha mwenyewe mimi siutaki. Na ubinadamu unaozungumzia wewe mimi sina. Yaani dakika ya mwisho unanikataa kwa sababu ya demu, kuona ubinadamu sio? Unanikuida hadi mbele ya demu, yani masela kibao unanikuida, ubinadamu ulikuwa huna. Safi mdogo wangu, umekuwa mdogo wangu. Wewe kuna mimi maneno hayo mdogo wangu? Yaani nakufundisha mimi usela mdogo wangu, nakuja pale na kuagiza kali nini mdogo wangu, machizi boto wanakukataa maskani, mimi nakupa utawala mdogo wangu. Leo umekuwa mdogo wangu, kuna mimi maneno hayo? Email uliyoingia, email ya nyanya mdogo wangu. Mwenye kichefuchefu hapandi kamwe mdogo wangu. Yaani unataka tuanzishe, umeanzisha wewe, mimi ndo namaliza. Mimi bado safi tu, amfi dakika ya mwisho. Mimi ndo string kwenye picha la Kihindi, afu naimba masong kwenye majani. Au vipi? Wewe string kwa picha la Kihindi, sasa wamekutana na Idi Amini dada. Yaani nikifa na ninafufukaga mshamba wewe, tutakutana. Kenge wa kijana.
Idi Amin dada, tunakutupa Kagera kune mto kaliwe na mamba. Jana nilienda kule anakokaa mke wangu. Mimi nimemsamehe, nilikuwa nataka nirudi naye nyumbani tuendelee kuishi pamoja kama zamani. Lakini yule Lasi akakataa mimi kuondoka na mke wangu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba wewe unisaidie ukaongee na mke wangu arudi nyumbani, mimi napata shida saa hizi. Yaani umenisimamisha hapa nikajua unaniambia vitu vya msingi. Hivi unachokiongea unakisikia kutoka kwenye ubongo mpaka kwenye masikio. Yaani mimi nitoke hapa, nimeende kwa Lasi, nimwambie wewe rudisha demu wangu. Si mke wako yule, wewe amekushinda nini kumchukua? Unanituma mimi kamchukua. Mwili mzima umefika kule umeshindwa kumchukua afu unanituma mimi eti nakuomba ukaongee na Lasi, umwambie arudi. Hivi naingia akilini kweli? Mimi nimekuomba kwa nia njema tu na sio kwa ubaya. Na kama ulikuwa uwezi ungeniambia tu siwezi. Sasa habari za kidali wanaume wote mwili wote huo hapo unakuwa unanikosea adabu. Wewe kama uwezi basi sio lazima. Sasa ni hivi, mimi mambo ya kijinga huwa sifanyi. Sijui tunaelewana hapo? Sifanyi mambo ya kijinga. Huyo mwenyewe demu wako hayo ndio nilimkataa mimi mambo ya kijinga unifanyishi. Hani siwezi nikatoka hapa niende kwa Lasi eti wewe rudisha demu wa mtu, wewe rudi kwa mmeo. Inaingia akilini kweli? Wewe unichukulia poa, umenisimamisha hapa ngajua unaniambia vitu vya maana kumbe unaniambia ujinga. Mimi sijakulazimisha ndugu yangu. Mimi wala sijasema kwamba kuna ulazima ukwende. Wala maneno yangu mimi sio sheria. Wewe kama unajiona uwezi, sawa ndugu yangu, asante, haina shida. Mimi ndapambana mwenyewe, ndajua mke wangu anarudi vipi. Kwa in short, kazi yako mimi siwezi. Wewe ujinga siufanyi. Basi ndugu yangu, mimi nimekuelewa, asante, nitafanya mwenyewe. Yaani mijitu mingine bwana, mtu kumuomba tu msaada basi anajikuta, anajiona eti mambo ya kidali, si nini mwili mkubwa. Sasa mambo ya vidali hapo yanakujaje? Na ukiendelea siku nyingine wewe, nikupige mimi. Kosi kanyandama, nikitabasamu unanipata lakini bado nainuka. Mambo. Umenichelewesha sana na umenikalisha vibaya mno. Samahani kwa hilo, kuna sehemu nilikuwa nimepitia mara moja. Ulisema tukutane hapa, ndo nishafika sasa. Ulikuwa unasemaje? Nimekuita hapa kwa sababu ya jambo moja tu. Nimekuletea simu pamoja na hela iko kwenye simu. Lakini kabla ya kukupa hivi vitu, nataka kujua mahusiano yetu inakuwaje yani. Simu sihitaji. Na pia hiyo hela baki nayo. Acha iendelee kukusaidia katika maisha yako. Na muendelezo isi mwisho wake ni hapa pia. Haina haja tena mimi nawe kurudiana. Kwa nini iwe hivyo lakini? Kitu kidogo tu ndo kivunje mapenzi yetu? Wewe mwenyewe unajua tumetoka mbali na mapenzi yetu mpaka tumefikia hapa. Vimetokea tu vitu vidogo hivi ndo viharibu mapenzi yetu kweli? Naona sasa hivi ndo unajua nini maana ya mapenzi. Na pia sasa hivi mdomo wako umekuwa mwepesi kutamka unanipenda. Si ndio? Lakini vitu ulivyonifanyia, ukaamua kuniteka ghafla, maana kama kuniteka kule. Pesa yangu ulibeba, simu kaniibia. Uliona ni mtu ambaye umeniweza sana. Sasa sikia ngwambie. Hiyo pesa uliyoichukua, naomba izidi kukuongoza katika maisha yako. Izidi kukusaidia kila njia unaopita hiyo pesa. Usiseme hivyo mpenzi wangu. Haya yametokea kwa sababu sio kwamba mimi pia napenda. Na ndio maana nimekuita hapa ili tuzungumzie tu hili swala. Tujue tunaendelea vipi na haya mahusiano. Haitotokea mimi tena kurudiana na wewe. Na sidhani kama inaweza kutokea katika maisha yangu. Mimi na wewe tukawa wapenzi tena.